uko naomba mume wako mshamba sasa kana lewa, nikipasa na kupiga kwanza unabinuka, unapiga shit. Unaanza vingine. Maombi na katika. Waza mababa fulani na upako inaisha ile wa fulani uliniona. Basi eti kama unione, unaweza kumbe wanako. Ndakupiga mie, ndakupiga. Nyumba zinafichikari ya mingi. Huduma yenyewe kunafanya ndio jaribu yako. Ile korale kunafanya hapa ndio mko jaribu yako. Hapa kwa inasimama ndio mko jaribu yangu. Singesimama hapa vendredi. Ule baba angeniambia tunakuya moto tutarudia baridi. Ilikuwa jaribu hili. Na ndio maana kutosheka na kuzuka nifuata jaribu yangu. Kadiri utendelea kuomba Mungu, ni kadiri majaribu kunainuka juu yako. Siyasema siku napenda kudesevoir, lakini majaribu ya movu ibilisi hakuna siku itakushindaka wewe. Juu ya siku nasema kwamba ninamjaribu mtu, lakini imani yake itakuwa juu. Najaribu mtu kukiasi ya imani yake. Ukiona leo najaribiwa, ujua imani yako iko yulu kushinda ile jaribu. Problem sio jaribu, lakini problem ni faso attitude yako mbele ile jaribu. Si Bwana Yesu asifiwe? Amen. Jaribu haiangaliaki juu ulifisha mama le 4 Desembre kuache na amani basi upumziki. Inakuletea vingine. Jaribu haionaki juu kwa nyumba ya kupanga watoto wako wasibakie na amani basi gonjwa. Papa, magonjwa inajitokeza. Huko unapiganisha magonjwa na bayere, masomo nayo inalia. Ifo tulipe. Sasa sio juu jaribiwa ndio jaribu itakufuata. Lakini napenda maandiko nasema majaribu inamuhimiza msafiri katika sasa taki ya kujaribiwa hatuwezi tukaimizwa. Yes. Sivyo majaribu ikuwe puruke tuhakikishe Ukristo wetu. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Bien-aimé. Acha niingie katika maandiko. Biblia yangu inasema kwamba palikuwa mama mmoja ambaye alikuwa ni mjane. Yule mama kabahatika kuzala mtoto mmoja. Biblia haikuniambia kama ule mama alikuwa anapeleka mamimba zikatoka, wala alikuwa anazala watoto bakakufa juu akina mmoja, lakini Biblia ya Fransai inaniambia kwamba yule mama alikuwa na fils unique. Jaribu hata kuangalia kwa kitu unyo nategemea ikuachia amani. Jaribu ikaangukia ule mama. Bwana yake ashakufa. Anabakia na mtoto kijana mmoja. Njoo ilikuwa heshima yake. Njoo alibakia baba yake. Njoo alibakia bwana yake. Njoo alibakia familia yake. Lakini jaribu ikajipresente kumulango. Biblia inasema ule mtoto mmoja wa ule mama akakufa. Bien-aimé, unajua mtu anakuwaka na fariji mwingine wakati unajua kwa kufasi kutegamia kwanza kidogo. Acha niseme hivi, mwenye kuna watoto 10 akipoteza mmoja hawezi lia sawa na mwenye kuna mmoja na mpoteza. Wakati uko na 10 unapoteza mmoja, bale wengine utabaona nafarijika. Lakini wewe mwenye kuna mmoja akikufa utafarijika kwa nani? Unajua tunakuwa na tabia ya kushimangana, ya kutetana, pasikia wiki pindi yenyewe mwenzako unapitia. Labda siku utapigwaka na njala, unakosa tena chumvi ya kulunga bishogolo. Hauwezi ukaima mwenzako mwana kulomba chumvi. Mtu mwenye alishajaribiwa, akiona mwingine anajaribiwa, anakuwa mwepesi kumsaidia kumaombi. Meangalia sasa we. Mwenzako anakosewa na nguo, ni wa kwanza kumsema ni wewe. Nasha tuuzu. Kale ngoka moya. Shomngala bilato. Ni vile vile tu. Habadilishaki. Unamuona kae. Olio msaidie, wanju wa kwanza kumuteta.
Naongea hivi bien aimé, usiweze kritike preza ya mtu na huyu pase yake. Labda ungeliua pase kwenye anatoka na kuwa nafikia leo, bakupitishe mwele pase yake, ungekuwa na posibility ya kutoka na kuwa saa yeye. Labda ungelijua bunyumba yule mama anaishi, lakini ajidona kamkazi ya Mungu, matinale eko hapa, anaenda mkorale, ungemkritike. Baye kutia mwele bunyumba weye, kama unaanza kunyata pombe. Jua kupoteza mawazo. Oro na pombe malize mawazo. Yule mama akalia, nani wake wa kumfariji? Nani? Mtoto mmoja. Kininga. Fisiniki. Nani atanifariji mie? Nani? Yule mama akalia sana. Machozi kamtoka. Nani atamuomboleza? Na wajene wiko tayari yevo. Ni kama tumaiti, tule tuziki. Haui uchungu yenye mwenzako unapitia. Haui uchungu. Na nionye vijana, mwache muiwai kumabilio. Siku utafishaka, nota yuanga uchungu ya kilio. Unakutisha mtu mkaramusi kukilio, anaongea mingi, haui machungu yenye mwenzako unapitia, bangili kunja kidogo isikii. Nilimwambiaka hivi hapa, mimi nilikuwa kwanza kuhubiri kuvilio. Nikihubiri kukilio, hautasinzia Pastor Samuel. Na kutia moyo, mpaka unasema mbingu zitashuka hapa. Mesiku nilipigwaka na foudre. Mama yangu kipenzi anakufa. Ndio tegemeo langu. Wewe ndio Pastor Rezia sasa unaombaka, wewe ndio unakuwa na uhubiri. Nguvu zitatoka wapi? Nilikuwa nazimia bila sababu. Nikiangalia nani Pastor Samuel huyo, basi wewe basi na anaenda. Mama bana niombea na damuka. Nikiangalia nani buba wewe mamangu na nalala. Nilizimia mpaka nikapitiliza kuzimia. Machungu mazito nilipata. Ndio maana wakati ninaona mtu yuko mkilio, nasikiaka niko nafasi yake, ile uchungu ni partager naye. Ule kumsema. So wakati mzee kumjaribu, usikuwa kwanza kumwongelea mbaya. Mwanzo kunamsema, usikuwa kwanza kusema sema wa Mungu mtu na migulu. Lakini weka magoti yako chini, mkesheo, muombee. Vraiment. Muombee mpendwa. Kanisa ilisaidiana kama magumu. Petro alipofungwa, kanisa ikusinzia. Iliomba, kanisa ina nguvu. Unajua nini Mungu? Sababu anakawa kutujibia. Ni pasikia hatuna inyo. Umoja. Hatuna umoja. Leo nikamata problem, Pastor Samuel sema shida yako. Anaisema pambele bandugu, mie niko na shida fulani. Hii ndio problem inanisumbua. Kanisa yote ikusanyike muombe. Ana insemeni shida yatatuliwa. Exactement. Exactement. Probleme ole tusaidiane mu maombi. Ni kusemana. Lubwabo iko mingi. Lubwabo Maneno iko mingi. Na wenye ujui. Na unatia chonga yulu mu maneno. Huyu mama mtoto mmoja njoo yote nyuma na mbele. Bien-aimé, Samuel Mungu anamtumana nabii Samuel. Wende kwa Daudi. Maana kuna tendo alifanya mie Mungu inanichukiza. Wende kwa Daudi. Uonye Daudi. Samuel anakuya luzima mpaka kwa Daudi. Anampatia mizani na mwambia, Daudi, mfalme Daudi, Bwana ananituma nikuulize. Kuna tajiri mmoja alikuwa na kondoo nyingi sana. Alafu akapata wageni wakamtembelea usiku. Kuna maskini mmoja alikuwa na kakondoro kake kamoya, njoo nyuma na njoo mbele. Manake akilala analala na kondoro yake. Akilamuka anamuka na kondoro yake. Akikula anakula na kondoro yake. Ile kondoro njoo mwanzo na njoo mwisho. Ule tajiri anapata wageni. Alipopata wageni, akaenda kamata ile kondoro ya masikini. Akakuya akachinjia wageni yake. Daudi, wewe ndiye mfalme. Unaweza ukamua ile dossier. Daudi alikuwa brutali. Salisikia akasema, mie
mwai royaume yangu, mwai ufalme wangu, mtu afanye vya vile sitamungowesha. Niko na wazalendo batamurigita fimbo zenye hazina hesabu. Ule mtu anastahili kufungwa na odelea kufungwa, ni wakuua, si mtu mzuri. Mtumishi wa Mungu Samuel akamwambia, kumbuka Daudi, uko mfalme, uko na wanawake wengi wanakuzunguka, lakini kwa nini Daudi unaweza kukamata mke wa Uria, mke wa jeshi lako? Uria iko kuvita, iko na kupigania wewe juu ya royaume yako, juu ya ufalme wako, kisha unatoka unalala nini yake? Ulikosa nini? Bien-aime, tunakuwa wa kwanza sana kuhukumu watu, lakini hatujiangalii kwanza. Tunakuwa wa kwanza kuongea watu, lakini hatujiangalii. Luka ndio iko nasema ya kwamba mbele kwanza ya kutoa boriti iliyo ndani ya jicho langu, kibanzi yenye kwa mjicho yako uitoshe kwanza. Lakini angalia mara ngapi na roho yako kichunguza pale, maneno ya patapata hivi ya watu ndio uko nayo. Wewe yako ionaki? Wewe ufanyaki dhambi? Wewe ufanyaki dhambi bien-aime? Wewe mkoseaki Mungu? Juu ya nini maneno ya wengine ndio natembezaka? Juu ya nini udhaifu ya wengine ndio napelekaka? Ujua pale udhaifu kuna nguvu zingine niko nazo. Ukiangalia Ayubu wakati ya jaribu hautamsamini, lakini ujua apre jaribu kuna kuinuliwa. Amen. Apre madhaifu kuna kuinuliwa. Amen. Apre unyonge kuna furaha. Amen. Si mtu mmoja aseme amen. Amen. Uria iko kuvita, iko napigania Daudi, kumbe Daudi iko na arivi yake huko. Bien-aime, ungelijua ule mtoto mwenye uko nasaidia, unamlipia masomo, ulijizalia kwa uchungu, unamkomalisha, ungelijua kama kesho ndio atakutoa kafara, kama ungemtendea mema. Bien-aime, ungelijua kama ule mwenye onekane kiti moja njo mkonfi, ungelijua wakati ya jaribu atakuabandone, haungemsogelea. Kuna wakati mwingine Mungu anatupitisha katika majaribu ili tuhakikishe marafiki wanaotuzunguka. Rafiki wabie haiko ule mtakuvuta machozi, lakini rafiki wabie ni ule mwenye atakusaidia usilie. Hautaiwaka rafiki yako wakati uko na fete, lakini yuwa rafiki sa uko nalia. Marafiki wanakujuaka wakati uko na fete, lakini utajua marafiki wakati uko na problem. Si mtu mmoja aseme amen? Amen. Uria iko napigania mtu mwenye huko iko na bibi yake. Bien-aime, niliongea hivi nikasema hange na mtu haiko mzuri, mtu hakuwaki wabie ili nisikie mzuri na uishike. Hata bwana yako usiwezeke mfare confiance 100%. Mtaniseme kuongea hivi. Siku ipo mwa ndoa yako, ushajulia jua nini anatiamo deposit kwa telefoni yake na uigusaki yako. Ushajiuliza suko na fiancé sana kutongozaka jona kwa telefoni yake piko kwa deposit. Na wewe kusikia saizi kweli na siku telefoni ya bwana yangu mara baada utaniona leo bali tuhubiria na leo kisiki ni kwali. Kama unatafuta ulale mumorge uende igusa. Noma baba. Si mtu mmoja aseme amena. Bavio kuna niangalia sema upeti nayo wana. Wote leta rebelio we. Bien-aime, ule bwana
yako sasa tuka kukazi na ya sashe wenje wa kwanza bebe karibu sheri karibu munyumba anaikala unamvua kiato unatia umai kwanza wa moto kasi kama unafanya vile ba mama mbona za moto unaleta mbase kwanza anasema migulu unamase siko unafanya vile mama kuna angalia mimi na shia nifanya vile jua nini na viangaikia vile atoke kule ungelijua mwenye unafanyiziaka vile kama kule kwenye anatoka alisha kukana nasema ya wawaka au nilifanya vya vile vile papa ungelijua ule mtoto mwana sogezaka sana aya kama haiko wako haungilimsomeshaka abo roho inawekavya mingi ndio maana kuelewa mwanadamu hawezi kumuelewa bien-aimé mtu Mungu akubariki mtu hawezi kumuelewa ndio maana nasema kila siku kupatia confiance yako Mungu ndio kuna sema mwanadamu anaweza kuacha lakini Mungu hawezi kuacha hawezi kuabandone. Leo mtu ndio kuna kamata mwenzake anamunyonga très bien anamuua loki nimeshia pale mtu roho ya mtu haiko shetani me mtu leo ndio anaweza kala nao unamwambia habari yako nishapata fiancé anatoka Amerika ule uliambia ndio anataka kuchonganisha kuruke nyumba yako ishi mtu niliongea hivi nikasema kama maombi mtu ndio unaweza omba naye mnapiga magoti mko mnaomba kisha Roho Mtakatifu anasema mna fulani yeye na kukumbuka hii wiki utapata envelope saa mwenzako anasikia ule ndio anakuta na jaribu yako kweli bila mtu anaweza kuwa na $1000 wewe kuna $100 na nasikilia hivi vile $100 yako na iko na $1000 mwenyewe. Kuna mtu ananielewa sema amena. Ambia mwenzako mtu yuko mwenzako. Exagere mwambie hivi unaikana na mie lakini si kwa mwenzako. Si mtu mmoja aseme amena. Wala wazia ile mamilonge. Yeye anapigana mkaisa anatoka wapi? Nje wala ndani? Wani kupiga na kwako huko ndani ni mtu. Lakini niko natangaza asubuhi ya leo. Kila kitatizo inuka juu ya maisha yako. Mungu akinetralize kwa jina la Yesu Kristo. Mtu haiko mwenzako vie. Mere yangu nisikie très bien. Mtu mwenye unapatia mtoto wa 1 mois sumu. Anampatia sumu mtoto wa 1 mois. 1 mois. Mtoto wa 1 mois. Hayui mama, hayui baba, malaika wa watu anazaliwa, hayui kuwa ministre, unampatia sumu. Très bien. Sumu na nakufa. Mtu ni mtu mbaya tu. Mtu ni mtu tu. Elewa, mtu ni mtu tu. Mtu ndio anaweza kuuia mtoto. Mama anakuia mtoto saa hizi. Na anakia kulia na. Anakia kulia na yuko analia pale. Huko hapo kuna lia na yuko analia. Analia na wewe. Unalia wewe anaenda na anaongea baba anaenda huko analia na yeye analia karibu yako. La unalia unajitupa huko na unajitupa huko. Unalia mtoto anaenda bandugu na nakufariji anakupatia mafariji yenyewe unajiuliza unjo wangu. Ungelijua mtu ni mbaya kila leo. Mtu njoo mwanza kutungia maneno yenye haujui mwanzo na mwisho. Sasa unaisikia na unashangala nini wala iko mimi. Unasema uniendeleshe nisikie hii habari. Wewe mwenyewe unasema au hii hata habari muendeleshe na mimi nisikie. Mwisho wa kuwaka mtu na anahakikisha kama ni kweli. Kuna mtu mmoja alikia akaniambia hivi, Pasteur Jean, tuambie kweli. Jean, pako mama mmoja nani pale mkartier,
akatuambia hivi, mwache kuzana wale gens. Msipana Biblia vile. Iko na bibi Bukavu na mtoto. Ngani yako na nyingine mimba, yako na nyingine mimba. Nini? Basi kuna bibi Bukavu na mtoto na yake kuna mimba, mwache kuna mimba. Sasa hapo kile kwa asili yako nakwambia upite Burundi, Tanzania, uone mpa Bukavu, maana atake azana. Ashafanya eko. Asi sijui sasa ashafanya eko, ndio niambia bibi. Na mwenye kumwambia ni nani? Mama ndo alimwambia, mama mmoja hivi. Jeski ni kweli? Uko na bibi na mtoto? Ni kweli pastor. Mtu nicheke wa. Mtu wacheza naye. Mtu ndio anakamata bwana mwingine anampiga kofi anamtia 2 semaines na 4 jours mnyumba yake. Mtu aoni hata mwenzako huruma. Hii baridi ya mkipu wa hivi uniprive na mwana yangu wewe. Mama unapaswa uenjoy sana, chinja kuku, chinjia bwana yako, ukule sana. Mtu haiko mwenzako. Mtu mmoja aseme amena. Bien-aimé. Nilikuwa nafuata mhubiri mmoja. Njoo Benjamin, Dr. Benjamin wa Bukavu. Mhubiri mzuri sana. Njoo alikuwa anahubiri akasema hivi, wakati unatalunga na mtu, hata uko kumazabau, unatafuta valisha mwenzako pete. Kisha unakia gundua ule mtu ukimvalisha pete, atakuwa sije yako ya kulia kila leo. Olia kumvalisha ile pete, zimia pale pale tu. Na unafunga mikono yako hivi. Bila vyote baba. Hata wafosi bakufungule mkono, we kaza mkono usifungule hata. Kazi. Ile maraje silungi. Bien-aimé, ungelijua ule mwenye uko naye, ndio atakuwa probleme yako kesho. Haungeshirikiana naye. Kuna wakati mwingine usiogope jaribu. Kuna vipindi vingine Mungu anakupitisha hamo, juu uelewe nani mwenye kunatembea naye. Sasa Mungu akupatie macho ya kiroho, ujue nani utatembea naye katika safari yako. Ujue nani utatembea naye katika huduma yako. Baki yote aliko sawa. Si mtu mmoja aseme amena. Niliongea hivi bien-aimé. Mwanadamu hayaweza fariji mtu. Ule mama alilia, nani wake? Meba jeni wanza kumeta serikali. Habana hata huruma. Nasema ni mtoto mmoja, badi. Watoto wao kama tafufuka hata basi. Hakuna. Na sasa mtu anafisha mtu wake, sema nilifisha mama yangu, niko na mama anasinzia. Hayaenda fasi. Sasa mama talamuka tu. Niko na matumaini, mama talamuka. Naona bananda za sanduku, badi kuliko seria hivi. Mama yangu anakufa. Mama jani hapana sietika kweli. Unaenda kweli? Naona mama banamtia msanduku, banafunika, nasema hapana. Peko sa mtu banasemaka mtu anaanza kuata msanduku anapiga puu na watu wote wanakimbia, mimi mwenye naye nana muangalia. Nikasema atafufuka tu. Naona bajene banakamata mama yangu, banamupeleka sikufika kwa makaburi, nikazimia. Uchungu. Hawezi kanielewa. Mimi mwenyewe shafisha mtu wa karibu. Iko na nini nasema nini? Iko na nielewa. Ni vile tu machozi shakauka, meki roho niko na nini? Mama, ilipita miezi sina amani. Roho mpaka ikafikia kiwango na vimba. Naenda na kardiologi Burundi. Petuko mtoto mdogo. Kama Mungu aliruhusu hivi itika. Elewa majira. Nilisema mtu hawaki na fariji mwingine. Basi kudanganye. Mtu ni wakulishana kila leo. Bien-aimé, napumzika, naanza comprendre. Sina tena mama, naelewa. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, nasikia telefone, babu yangu ananiita. Alo, wiko eja. Ndakuwa na familia yangu yote kule, nenda angalia kaburi ya mama yako sio alijengaka. Nikamwambia utatoka tu kunyuma, natoka tu mu village ngala kaburi sio alijengaka. Ndakutumia foto. Aseme hapana, ifuni nike na familia pale. Nione kaburi. Ni mzazi takatala, anambia sawa karibu ushukuru. Anakuya. Mimi nishasababu mama. Naanza ingia humu,
naona mama Vero ndio mama yangu, naona mama Pasta ndio mama yangu, nafarijika kwa ile Mungu kunipatia badada, nasogelea furaha dada yangu, Lidi dada yangu, bila badada yangu hapa, na mwele badada yangu, bila kugiza maneno, banakuwa bibi yake, sijali naelewa, niko sawa affection badada. Hata muniseme sihangaiki, batabakia badada yangu wale. Si mtu mmoja sema amen. Atukupata neema shi ya kupata baloko, ya kupata badada. Mkituna tunajikole kwa wengine, msiku mnatulaumu wala msitukritike. Amudi pase tu kwa yeye. Najikole kwa mama Vero na ashajitia ule garçon naye. Iko sasa kutafuta mtoto wa mama Vero. Nani kuambia vile? Nani kuambia vile? Si ni mzazi wangu? Nikisogelea baba hapa, ashajitia ule petit, atatumira plus genda kumira. Wewe depuis ulikuwa kama unafanya nini? Kama unasirika tu najitaka kade mzibo. Kama unashasirika wapata hivi. Vipi ya kade inakuongezea nini? Mtu. Mtu njoo anaweza kuua juu ya mali yako na hata rizi hata sanfra. Uko unanielewa? Njoo mtu ule jina tu ya kade. Ito kade. Baba niko kade wako. Ile ina nini? Nini sasa? Na usijite kade. Naza jiona ule za. Nazifa kade. Na kwanza hizo kulikuwa na pastor wakaenda naye. Sote tuende naye na mimi ni profite wakati iko hapa. Si mnaja mimi ni profite. Bile kiro. Hallelujah. Amen. Amen. Bien-aimé, mwanadamu ndio analisanaka na saulika mama yangu, na mimi naweza kuwa wengine furaha inakuya, lakini nikapata apele kesho mardi tutakuya kwa ile mpango kunalaka kaburi ya mama yako. Nikasema sawa, haina shida, nabakia tu hapa kunyumba. Bien-aimé, nasikia wanakuya banafungula mulango, hebu kuniona tu ya kwanza bananza li tuna Uzawakia tiwazo. Mia nisa saulika. Bien-aimé. Bana kuizia. Uzakuwa yatima. Unaanza kunaezea. Mama yako anakupenda kazi. Aki kulabo mwana kuima. Sasa nisikia vya na mia machozi. Mama alienda wapi? Nikabata na mvulongo. Mwanadamu ni wakulishana kila siku. Ndio mwanadamu huyo. Ndio maana Daudi kunasema amtegemee mwanadamu na alaaniwe. Mwanadamu wakulishana tu sayo. Kutiana machozi. Unaotafuta fika, ndio unaweza kurudisha tena nyuma. Unataka Mungu mwenyewe anasema kabisa huyu mama. Kweli huyu mwanza nisema kweli leo huyu mama mwanza nisema. Mbona nilitia confiance yote kwake? Mwanadamu na kulishana. Nikaanza lia, nikakumbuka tena mama yangu. Kilio. Tukana mpaka makaburi niko nalia. Bana nifaisha mtoto mdogo tena. Nyamanza, binafikaka. Ndio vile uelewe. Ndio mwanadamu. Tembea kuvilio uone. Sio kulia babembe na barega usikii. Buba. Mubembe. Salifisha. Mubembe. Na murega. Na mukasai. Bakifisha. Kilo namalizia miezi mzee. Miezi. Pako wakati mtu analiaka, anahala, anafika mpaka kumwisho, hapa anafika mpaka kumwisho. Unajifariji wewe peke. Na nyimbo za wokovu za mingi muwe. Heri halisi. Unaweza jifariji wewe peke. Utakasikia tu mwanao mwicho anatoka kule vile. Na tena kilio. Usa nyamanza anakurukia tena kwa. Unajiuliza nini? Huyu mama bien-aimé analia, mtoto anaenda, bana mtoka katika lango la mji. Alipotoka katika lango la mji, Biblia yangu inasema akutana na mwanaume wa wanaume, ndio Yesu Kristo. Alipofika bien-aimé, Yesu alipofika ya kwanza akasema usiogope. Amen. Ya pili akamwambia usilie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
wazeni walikuwa natembea, Yesu akagusa jeneza, sanduku akasimamisha, bakashimama. Asubuhi ya leo mbeneme, ni unakutangazia kila zoruba iliyosimama, hata Yesu aisimamishe. Kila zoruba iliyokukumba, hata Yesu aisimamishe. Kila machozi ambayo umelia asubuhi ya leo, Yesu kunakwambia usilie, usilie, usilie. Si mtu mmoja aseme amena. Alipogusa jeneza, akasema neno, akasema kijana, amka. Biblia inasema kwamba kijana akalamuka, akaketi, akampatia mama yake. Kila kyote ambacho dunia kunyang'anya, hata Yesu asubuhi ya leo kurudishie nacho. Amen. Ndoa yako yenyewe walinyang'anya, asubuhi ya leo hata Yesu kurudishie nacho. Amen. Amen. Furaha ya nyumba yenyewe walikunyang'anyaka wanadamu, leo na declare kama mtumishi wa Mungu bakurudishie nao kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shima tombe Mungu. Shima tombe Mungu. Shima tombe Mungu. Bien-aimé, toka katika hatua ya maombi. Toka katika hatua ya maombi. Nikwambie siku ya tatu usikose. Usikose semina inaendelea. Usikose semina inaendelea. Na kuna watu watashuhudia makuu ya Mungu hapa. Natamani uombe Mungu. Mwambie Mungu chochote ambacho wameninyang'anya, nguvu za giza katika ndoto, asubuhi ya leo niko nakirudisha. Asubuhi ya leo kwa neno lako nakirudisha. Unaniambia ninyamaze, nisilie tena. Unajua kwenye ndoa yangu iko, unajua kwenye mume wangu iko, unajua kwenye kazi yangu iko, unajua kwenye maisha yangu iko, unajua kwenye huduma yangu iko. Asubuhi ya leo na declare tena, sitalia. Natamani niliyopelekwa virudishe kwa jina la Yesu. Tunatafuta omba Mungu. Mungu wa mbinguni, tunatafuta omba Mungu mtakatifu wa Israeli. Natamani ujiprepare mwe dakika 5 tu, tuombe pamoja mpaka mbingu isikie kama uliomba leo. Natamani wakupange majina kule, unasema unja kuwa burozi. Yesu Kristo Bwana. Natamani wakupange majina kule, unaanza enda wapi? Ulilogeaka wapi? Mbona maisha kuna badilika ghafla? Uligusa nini? Kama utagusa madawa, sio utagusa maombi. Maombi nalipaka benefaji. Maombi nalipaka. Hakuna mtu mwenye aliombaka akabakia vile gombe. Wote walioomba Mungu aliexauce. Mungu alishuka Yesu Kristo wa Nazareti Baba. Bien, nimejiprepare. Mbele ya macho yako. Jiprepare uombe Mungu. Jiprepare uombe Mungu. Jiprepare uombe Mungu. Sheria walipopiga kelele, kuta zikaanguka na milango ya Yeriko nayo ikaanguka. Zikaanguka. Oh, walipopiga kelele, kuta zikaanguka na milango ya Yeriko nayo ikaanguka. Imba, 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 imba. Walipopiga kelele, kuta zikaanguka na milango ya Yeriko nayo ikaanguka. Kuta zikaanguka na walipopiga kelele, kuta zikaanguka na milango ya Yeriko nayo ikaanguka. Mikono, 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 mikono. Walipopiga kelele, kuta zikaanguka na milango ya Yeriko nayo ikaanguka. Lelelelele. Na milango ya Yeriko nayo ikaanguka. 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 Karibu kwa maombi, karibu kwa maombi bien-aimé. Karibu kwa maombi, omba, omba, omba. Kifunguo kina chako bien-aimé. Ita huyu Mungu wa mbingu. Ita huyu Bwana wa mabwana. Ya. Bila sikia unaomba. Omba, 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 omba.
Bwana, ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo aliye niko mbele zako Bwana, kwamba nisiliwe na kuita tena wewe ndio Mungu wenye unatujua na kutuelewa. Kwa asubuhi ya leo Bwana, niko na kuita uonekano, jitukuze, jidhihirishe juu ya maisha. Sifa kwako Bwana, ujitukuze, kimbilio, msaada wa karibu, Mungu usiye chini. Asante Bwana kwa neema yako. Yesu Kristo Bwana.